Habari zenu popote pale mlipo, karibu kwa taarifa zetu za siku za leo kutoka Yemen. Ethiopia ilishuhudia wiki yenye maendeleo muhimu ya kisiasa, kidiplomasia na kiuchumi, huku nchi ikifungua ukurasa mpya wenye umuhimu wa kihistoria katika juhudi zake za kutatua tofauti za muda mrefu za kisiasa kupitia mazungumzo na maridhiano. Uzinduzi wa kongamano la mazungumzo ya kitaifa ambalo lilikuwa likisubiriwa kwa muda mrefu litawala ajenda ya taifa. Kongamano hilo liliwakutanisha maelfu ya wawakilishi kutoka makundi mbalimbali ya jamii ya Ethiopia kwa lengo la kukabiliana na changamoto ngumu zaidi za kisiasa na kijamii kupitia mashauriano ya amani. Wakati huo maendeleo katika eneo la kaskazini mwa nchi, hususani katika mkoa wa Tigray, yalianza changamoto zinazoendelea kuikabili Ethiopia katika mchakato wake wa amani. Aidha, mradi mkubwa wa miundombinu, upanuzi wa safari za anga, ongezeko kwa shughuli za kiuchumi zinazohusiana na bwawa kuu la uhamisho la Ethiopia, pamoja na shughuli za kidiplomasia vilionyesha juhudi za nchi kuimarisha amani, mageuzi na mabadiliko ya kiuchumi. Kwa ujumla, matukio ya wiki hiyo yalikisi taifa linalopitia kipindi kigumu cha mapito lilijitahidi kuimarisha amani na mazungumzo ya kisasa ndani ya nchi, huku likipanua ushirikiano wake wa kiuchumi ya kidiplomasia ya kimataifa. Tukio kubwa zaidi la wiki hiyo lilikuwa ufunguzi rasmi kwa kongamano la mazungumzo ya kitaifa la Ethiopia tarehe 15 Julai mjini Finfinne. Kongamano hilo la wiki tatu limewaleta pamoja zaidi ya wakilishi 4,000 kutoka serikali za mkoa, vyama vya siasa, mashirika ya kiraia, taasisi za kidini, vyama vya kitaalum, viongozi wa kimila, makundi ya vijana na wanawake, pamoja na wanadiaspora wa Ethiopia. Kongamano hilo limeandaliwa na tume ya mazungumzo ya kitaifa ya Ethiopia na linatajwa kwa mchakato mpana zaidi wa mashauriano ya kitaifa tangu kuanzishwa kwa mfumo wa sasa wa shirikisho. Akihutubia kongamano hilo, Waziri Mkuu Dr. Abiy Ahmed aliwahimiza wa Ethiopia kubadilisha siasa za mvutano na kutumia mazungumzo pamoja na maridhiano. Alisema tofauti za kisiasa hazipaswi tena kubadilika kutoka maeneo makali hadi vitendo vya nguvu vinavyoambatana na vurugu, bali zinatatuliwa kupitia mashauriano ya amani, kuelewana na kuwajibika kwa pamoja. Waziri mkuu alieleza kwa mchakato huo ni fursa ya kihistoria ya kuweka msingi wa amani ya kudumu, maridhiano ya kitaifa na mustakabali wa pamoja wa Ethiopia. Tume ya mazungumzo ya Ethiopia iliyoanzishwa chini ya tangazo nambari 1265 inasemekana mazungumzo hayo yanalenga kubaini changamoto kuu za taifa, kujenga mwafaka mpana na kuandaa mapendekezo yatakayochangia kuimarisha utulivu wa kisiasa na umoja wa kitaifa. Wajumbe wanajadili masuala mbalimbali ikiwa ni pamoja na ujenzi wa dola na utambulisho wa kitaifa, muundo wa serikali, usimamizi wa mji ya shirikisho kama Finfinne na Dredawa, masuala ya dini, mageuzi ya taasisi, utawala wa sheria na haki za binadamu. Ajenda hiyo pia inajumuisha changamoto za kijamii na kiuchumi zinazowakabili wakulima, wafugaji na makundi yaliyo katika mazingira magumu, pamoja na mapambano dhidi ya rushwa, utawala bora, ujenzi wa amani na kuzuia migogoro. Mazungumzo hayo pia yamekuwa tukio muhimu kimataifa, yakivutia wawakilishi wa serikali za kigeni, mashirika ya kimataifa na washirika wa maendeleo ambao wameonyesha kuunga mkono mchakato unaoongozwa na Ethiopia wenyewe wa kutatua tofauti za kisiasa kupitia mazungumzo. Bahrain yasema imefaulu kudungua makombora na droni za Iran. Jeshi la Bahrain limesema limefanikiwa kukabiliana na mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani yalirushwa na Iran. Katika taarifa yake, jeshi hilo lilisema mifumo yake ya ulinzi wa anga iliweza kuzuia na kuharibu mashambulizi kadhaa ya anga yaliyotekelezwa na Iran siku ya Jumapili. Jeshi la Bahrain limesema kwa matumizi ya makombora na droni kulenga raia na miundombinu ni ukiukaji wa sheria za kimataifa za binadamu. Aidha, jeshi hilo limewataka wananchi wake kwa uangalifu, kuepuka kukaribiana vitu visivyojulikana au vinavyotia shaka ambavyo vinaweza kuwa mabaki ya mashambulizi hayo. Uhaba na maji waanza kushuhudiwa Kuwait baada ya mashambulizi ya Iran hapo jana. Kuwait ilishutumu Iran kwa kushambulia mtambo wa kuzalisha umeme na kituo cha usambazaji wa maji kwa mara ya pili. Iran yajibu pendekezo la Trump la ushuru wa Hormuz. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amejibu pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump la kutoa ushuru wa 20% kwa meli za kibiashara zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz, akisema kiwango hicho ni kikubwa mno, huku akisisitiza kuwa Iran imekuwa mlinzi wa njia hiyo muhimu ya baharini. Katika ujumbe aliochapishwa kwenye mtandao wa X, Araghchi alionekana kujibu kwa kejeli pendekezo la Trump. Rais wa Marekani yuko sahihi kabisa, yote
anayehakikisha meli za kibiashara zinapita kwa usalama katika mlango wa bahari wa Hormuz anayepaswa kulipwa kwa huduma hiyo, aliandika kuwa ukurasa wake. Vilevile akaendelea kusisitiza msimamo wa Iran kuhusu njia hiyo ya kimkakati kwa kusema Iran imekuwa mlinzi wa mlango wa Hormuz siku zote na itaendelea kuwa hivyo milele. Akirejea moja kwa moja pendekezo la Trump, Arghachi aliongeza 20% bila shaka ni kubwa mno, watatoa ada za bei nafuu. Kauli hiyo imekuja baada ya ripoti kwamba Rais Trump alipendekeza kutozwa ushuru wa 20% kwa meli za mizigo zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz, ambao ni mojawapo ya njia muhimu zaidi ya usafirishaji wa bidhaa duniani. Mlango huo hupitisha sehemu kubwa ya mafuta ghafi na gesi asilia inayosafirishwa duniani, hivyo ikiwa ni muhimu mkubwa wa biashara na usalama wa nishati duniani. Kauli za Arghachi zinaweza kuongeza mvutano kati ya Tehran na Washington kuhusu usalama na udhibiti wa njia hiyo muhimu ya baharini. Hadi sasa Marekani haijatoa tamko rasmi kujibu kauli za Arghachi, lakini mabadilishano hayo yanaonyesha kuendelea kwa mvutano kati ya mataifa hayo mawili kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz. Urusi yatekeleza mashambulio kubwa la makombora mjini Kyiv. Urusi imetekeleza mashambulizi ya makombora ya balistiki katika mji mkuu wa Ukraine, Kyiv, na kusababisha kifo cha mtu mmoja na kujeruhiwa takriban watu 14. Maeneo kadhaa katika mji huo yalilenga usiku kucha. Rais wa Ukraine, Volodymyr Zelensky, ametaja mashambulizi hayo kwa moja ya mashambulizi makubwa zaidi ya makombora ya balistiki dhidi ya Kyiv tangu kuanza kwa uvamizi wa Urusi nchini humo. Jeshi la Ukraine limesema mfumo yake ya ulinzi wa anga ilizigundua makombora 18 kati ya 41 yalirushwa. Aidha, walifanikiwa pia kuzuia ndege zisizo na rubani 108. Jeshi la anga la Ukraine limesema mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya Kyiv yamehusisha mifumo mbalimbali ya silaha za Urusi, ikiwemo makombora ya Iskander na makombora ya kasi ya juu ya Zircon pamoja na droni 127. Wazima moto wamekuwa wakipambana na kuzima moto katika magada mawili yalishambuliwa. Wapenzi watazamaji wetu, ni hayo tu kwa siku ya leo. Asanteni sana.